Na kwa hivyo ndio ningependa kuambia hivi, a fight with someone. Vita ya wewe kupigana na mtu inaweza kuleta downfall, inaweza kuangusha, inaweza kuleta disease. Kuna watu baada ya kupigana na mtu unafunguka, ugonjwa unaingia utakapo kuondoa hapa. Na kuna watu kadhaa wakishapigana na mwanadamu mwenzao, they will die. And these are things that we know here in Kenya. Ya kwamba fulani alipigana na fulani, alikufa. Fulani aliingilia fulani, halafu akakufa. These are real things. Na kuna magonjwa tunatibu kwa daktari, na ni mtu tuliletania shida, akatutusi, tukamtusi, disease ikatuingia legally. Sasa hiyo ugonjwa tunaitreat, tunaitepeleka kwa daktari kila wakati, lakini hii si ugonjwa ya kujilete. Hii ni ugonjwa iliingia baada ya mimi kukosana na mtu fulani. And that is why we should be very careful. Tuwe waangalifu sana wakati inafika tunamulikwa na maandiko haya. Seek peace and pursue it. Seek peace and pursue it. Wakati Bwana aliniita, aliniambia kitu kimoja: usitengeneze maadui hapa duniani. Lakini kuna watu wengine wanakaa kufanyika adui tu. Unaona vile amekaa. This is an enemy. So it takes a lot of effort kumpenda. Maana vile amekaa, it can become an enemy. Nakumbuka wakati tulikuwa tunaanzisha ministry ya CFF. Ile ministry tulikuwa tunatoka, watu wote walikuwa wanataka tuipidue yote iwe CFF. And it was a very great battle. Lakini mimi nilisimama imara. Nikawaambia hapana. Ninaenda Nairobi kwa sababu ni bali na kwetu. Nianzishe huduma na nitaanzisha afresh. Sitaanzisha na watu hapa. Wanasema hapana. Hata wengine wananiambia ni Bwana amesema. But nilijua ya kwamba nikikosea yule mtume tulikuanga naye bereni, tutakuwa tunapigania hewani. Maana akipiga magoti anasema, Baba, nataja Harrison Ng'ang'a mbele yako kwa sababu amenikosea. Na mimi nasema, Baba, nataja mtume fulani maana amenikosea. This is a spiritual battle. The stronger will kill the weaker. Maana lazima mmoja awezwe. Every battle has a winner and a loser. So mkianza kupigana na mhubiri fulani, lazima one of you will lose and one of you will win. Na kwa hivyo nilienda nikaita huyo kiongozi wa huduma mtume, nikamwambia mimi nimeitwa na Bwana nikaanzisha huduma. Na nikamwambia nitatumia lile neno limeandikwa kwenye kitabu cha Akorintho ya kwamba nilienda bali kule Yesu hajahubiriwa, ndio nisijenge huduma yangu juu ya msingi wa mtu mwingine. I don't know whether you have read that scripture. Hapa kuna wahubiri mmekuja. Ukisikia umeitwa umeitwa kuanzisha huduma yako, wewe ondoka kwa hiyo huduma mko naye, uende mahali watu hawawezi kukuja, uanzishe huduma. Hivyo ndivyo Biblia inasema. Wacha tutafute hiyo mstari. Can we get that? Is this 2 Corinthians? Preaching the gospel to the regions beyond, because I don't want to build upon another person's foundation. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hata hiyo nafikiria Romans inasema hivyo, but there is also another better scripture in Corinthians. I have made it my aim to preach the gospel, not where Christ was named, lest I should build on another man's foundation. Huyo ni Paulo anasema hivyo. Usijenge kanisa mpya juu ya msingi wa mtu mwingine, kwa sababu kutakuwa na spiritual error na mtapigana until Jesus comes back. Amen. Sasa kama hii ministry ningekuwa nina archbishop mwingine juu yangu, nione vile ninahubiri ni kuzuri, nimwambie wewe go, ataenda kwa sababu niko strong, hata niweza, na ataona kwamba hakuna haja ya kuanzisha vita na Harrison hapa. Lakini hiyo spiritual error imefanyika. It is a major error. The battle will move from the flesh into
the spirit. The stronger one will win. The weaker one will die.